Yaani wewe kama kijana, kama boy child, uko hapo labda unaoa matumaini ya kuwa upate baby mama. Sababu ni sisi wote ni vijana na tunaelewa hii ni kweli. Hakuna mwanaume asiotamani kuwa na mwanamke kwa nyumba. Lakini kitu ambayo unatakiwa kwanza ujiulize kabla hujafikiria mambo ya kuwa na mwanamke. Unatakiwa kwanza ujiulize maswali machache. Yaani kuna maswali unatakiwa ujiulize, na ndo maswali hizo ndo vitu nataka nizizungumzie usiku wa leo. Kama kijana, kabla hujafikiria mambo ya mahusiano, unatakiwa kwanza ujiangalie. Yaani wewe ukoje? Yaani wewe mwenyewe unaweza jilisha. Yaani unapoishi maisha yako unaoyaishi uko stable. Sababu hakuna sahi, hakuna mwanamke eti ako na hiyo idea eti akuje aanze maisha na wewe, eti uanze kustruggle naye, hakuna. Yaani generation ya sahi ni tofauti, sio kama ya wazazi waliotuzaa. Zamani ulikuwa watu wana settle tu for nothing. Lakini sahi mwanamke anataka apate, yani uko tu stable, uko na hela zako, uko na nyumba, yani uko tu stable. Na ndio maana unaona mahusiano ya vijana sahi wengi sana wanaanza mahusiano sababu wakidhania mahusiano yote unaingia mahusiano na mwanamke mambo yaanze kutoka chini nini kwenda juu. Hakuna. Unatakiwa kwanza uwe umejipanga kama kijana, kama mwanaume. Hakuna mahusiano sahi, hakuna kusettle for less. Wanawake wamekataa. Wanataka wapate umejipanga. Okay, point yangu ilikuwa hii. Vijana wote ambayo wamekwama kwa mihadarati, sababu wengi sana 80% ya vijana saa hii mahusiano imewasukuma mpaka mwisho wa siku mkaingia kwa mihadarati. Unapata kijana ni mdogo anakula jaba. Unapata kijana ni mdogo anavuta bangi, anakunywa pombe. Hao sio maisha. Na ukifuata mtu ambaye anaelewa maisha atakwambia hao sio maisha. Kuvuta bangi haimaanishi wewe ni star. Kula jaba haimaanishi wewe ni star. Kunywa pombe haimaanishi wewe ni star. Unavuta hizo vitu zote tu unazitumia, mwisho siku unakuja unapotea.